usifanikiwe. Nani anayezuia baraka? Yeye ni jibu. Yesu ni uzima. Haleluya. Uzima tele, uzima wa roho, uzima wa mwilini, ni uzima tele. So anapokuja yeye anakuja in 100%. Anakuja na jibu lako na unakuwa huru. Alimwambia jitwike godoro lako na uende. Hapo shida za huyo jamaa zikaisha. Naamini hata siku yako inafika. Siku yako inakuja. Maana Yesu ameiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Yesu ameiona. Anaijua, ameiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ameiona na anaiona na aliona, ameiona, anakuona vile unavyotaabika, anakuona vile unavyohangaika, anakuona. Usiwahi kata tamaa. Nimalizie na kitabu cha kitabu cha Luka mlango wa 18. Luka mlango wa 18 pale kifungu cha kwanza kabisa. Maandiko yanatuambia ini anapita mbele yake. Mtu mwingine anakuja mbele yake, inakuwa kama ni kizuizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa kwanza huo. Mwaka wa pili tena anapoenda, anapotaka kuingia, anapotaka kushuka, mtu mwingine anashuka mbele yake kwenye hilo birika. Mtu mwingine pia anapita mbele yake. Miaka mingapi hiyo? Miaka 38. Kila anapoenda mwaka wa kwanza wa pili, mwingine anapita mbele yake na hakuna namna vile yeye anaweza ingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 38. Yaani ni kama kuna mtu ambaye anaikuwa kizuizi. Sijui wewe ni mwaka wangapi katika hali ambayo umeona umengoja sana, umeomba sana, umeenda makanisa mengi, miaka mingi kutafuta uponyaji wa hali unayopitia, ni ugonjwa, umeenda kama ni kuombewa kazi, umeenda kama ni kuombewa kupata mtoto makanisa baada ya makanisa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda na unakaa unangoja, wenzako unawaona tu vile wanapopokea miujiza yao ya uponyaji, wewe bado tu uko pale. Wakati wewe unataka kufikiwa, kunatokea kizuizi. Labda huyo mhudumu anakuambia masaa imepita, inafaa ikifika saa fulani naenda mahali fulani, sijui nini. Yaani unapata labda kuna kizuizi kama vile huyu mtu mwingine alikuwa akishuka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu yupo, Yesu Kristo yupo, aliyemkujia huyu akamuona. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alimuona huyu amelala naye akijua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu anajua uko katika hali hiyo kwa muda huo. Yesu anajua umetembea. Yesu anajua yamkini hata umekuwa na mawazo ya kwenda kutafuta msaada katika hali za ushirikina kwa waganga, labda kutafuta labda uende uganga upate uponyaji, labda utengenezwe sijui tumbo upate mtoto, ama katika mambo ya uhusiano, mchumba kile unayemchumbia unapata hakuna breakthrough, hakuna mafanikio, ni kupotezeana tu muda ama unapotezewa tu muda. Labda umekaa ukafikiria labda wacha tu labda uende kwa mganga ndio kuna suluhu, labda maana kwa sababu labda uenda umezunguka kwa makanisa unayojua, kwa watumishi wa Mungu ambao unaowafahamu, ambao wanaojulikana katika dunia hii kwamba wanasaidia watu. Ukienda pale, ukiingia tu kwa lango lile au kwa tao lile ama matao yale, kuna labda matao 5 kama vile hapa kulikuwa, labda ukiingia kwa tao moja lile tayari unapokea uponyaji wako, umeenda, lakini bado hali yako iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anajua uko katika hali hiyo. Yesu anajua umehangaika huko na kule. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajua. Na huenda hata hali hiyo imekuhangaisha, haijafikia miaka 38 kama ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hakukata tamaa. Yamkini hata labda Yesu hangeenda kwa wakati huo, angeendelea mpaka ifike 39, labda ifike miaka 40, akiendelea kwenda pale kuwa na imani kwamba natumaini kwamba siku moja labda hakutakuwa na mtu mwingine atakayepita mbele yangu, atakayeshuka mbele yangu, nitakuwa nimebaki tu mimi peke yangu, niingie kwenye ile birika na nipone. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu akafika kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alijua na aliona. Yesu anaona hali ambayo unayoipitia hivi sasa. Ni kazini, ni kwa ndoa, ni katika mahusiano, ni magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta kazi muda mrefu,
ni mtoto, yani changamoto yoyote ambayo unayopitia unaiona imekuwa too much, ni muda mrefu, Yesu Kristo aliona tangia hapo mwanzo, aliona na ameiona. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Wakati wako unakuja, siku yako inakuja kama ilivyomkujia huyo mtu. Yesu akamuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Ndipo sasa akatoa sababu, wakati mimi na sina mtu wa kunitia birikani. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye uzima amefika. Haleluya. Mwenye uzima amefika, anakuuliza. Yesu alipomwona amelala akijua ya kwamba kwa hali hiyo siku nyingi alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akaanza kusema, akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu." Haleluya. Mwenye uzima, Yesu wa uzima amefika, amekuja kwa maisha yako. Amekuja kwa ndoa yako, amekuja kwa hali uliyoko, labda ni ugonjwa, amekuja kwa changamoto yote iliyo. Anakuuliza, "Wataka kuwa mzima?" Kumbuka huyu ni mwenye uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anaanza kutoa sababu, "Sina mtu wa kunitia birikani, sina mtu." Yesu akamwambia, "Tujitwike godoro lako na uende." Nakwambia siku yako inakuja. Ipo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo siku moja yako tu. Ipo siku moja yako tu. Itafika. Haleluya. Endelea kuingoja kwa subira, kuwa na imani. Haleluya. Usikate tamaa, endelea kuomba. Haleluya. Kama ni unaombea kazi, unaombea ndoa yako, unaombea kazi yako, unaombea familia yako, unaombea mtoto wako au watoto wako, unaombea chochote kile, endelea kuomba. Usiwahi kata tamaa na usiwahi mkatia Mungu tamaa. Yupo. Bwana Yesu asifiwe. Anakuona na ameiona hali hiyo kwa mbali, ameiona sana. Ameona hiyo changamoto na umepitia kwa muda mrefu. Ameona umekuwa tasa kwa muda mrefu. Ameona kweli miaka yako imeenda. Kweli unataka kuolewa na kila anayekuja ni kupotezeana tu muda. Yesu ameiona hali hiyo tangu kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia siku yako inakuja. Usiwahi mkatia Yesu tamaa. Usiwahi kata tamaa kumwomba Mungu. Endelea kumwomba Mungu. Wala usiwahi katishwa tamaa na watu, marafiki, majirani, hata watu wa nyumbani kwako wenyewe. Wasiwahi kukatia tamaa. Jua tu iko siku moja. Maana hali hiyo sio ya kudumu. Wanasemanga si permanent. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hali hiyo unayopitia, shida unazopitia sio permanent humo ndani. Ni wewe tu uendelee kumwamini, kumtumaini, kumtegemea. Katika magumu yeye yupo. Anafanya njia mahali pasipo na njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatoa maji hata jangwani. Kwa hivyo hiyo hali hizo miaka usikae na kwa sababu nimefika miaka 40, miaka 50 sijaoa, sijaolewa, sijapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nakwambia siku yako ipo kama ilivyomkujia huyu mtu katika Yohana 5 hapo moja. Yohana mlango wa 5 ukifika hapo 5. Yohana mlango wa 5 kuanzia hapo 5, 6, 7 hapo hata uende na Yesu anapokuja anakuja na jibu lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuja na jibu lako. Haji kutaka nani amekuzuia, ni nani anayezuia mwanangu asifanikiwe, nani anayezuia baraka. Yeye ni jibu. Yesu ni uzima. Haleluya. Uzima tele, uzima wa rohoni, uzima wa mwilini, ni uzima tele. So anapokuja yeye anakuja in 100%. Anakuja na jibu lako na unakuwa huru. Anamwambia, "Jitwike godoro lako na uende." Hapo shida za huyo jamaa zikaisha. Naamini hata siku yako inafika. Siku yako inakuja. Maana Yesu ameiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Yesu ameiona na anaijua, ameiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ameiona na anaiona na aliona, ameiona, anakuona vile unavyotaabika. Anakuona vile unavyohangaika, anakuona. Usiwahi kata tamaa. Nimalizie na kitabu cha kitabu cha Luka mlango wa 18. Luka mlango wa 18 pale kifungu cha kwanza kabisa. Maandiko yanatuambia kwamba Biblia inasema Yesu akawaambia kwa mfano hapa,
Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetupasa mimi na wewe kumwomba Mungu siku zote. Kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukatolewa mfano hapa wa mama alikuwa mjane ambaye alikuwa akienda kila siku kudai haki yake kwa nani? Kwa kadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku alikuwa anaenda kidai haki yake, Na wewe unafaa udai haki yako. Mimi na wewe tunafaa tudai haki yako bila kuchoka, bila kukata tamaa. Haleluya. Bila kuzuiwa na awai yoyote. Kila wakati dai haki yako mbele za Mungu. Huyu akasema, tusome tu kwa haraka. Akasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikata. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampa haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Na waambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani yao? Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tujifunze kwa huyu mjane. Mwanamke mjane ambaye alikuwa akienda kudai haki yake kila siku, alikuwa akienda kudai haki yake kwa yule kadhi ambaye alikuwa dhalimu, alikuwa hamchi Mungu, hamuofu Mungu, hamuogopi Mungu, lakini hatimaye akapewa haki yake. Sasa kama alipata haki yake, na je sisi wenye haki wa Mungu, je tukimlilia Mungu kwa uvumilivu, tukimuita Mungu, tukimwomba Mungu, Mungu anaweza akatupea haki zetu tena hata na maradufu. Mbarikiwe na mwana wakati mwema.